Bawabu Studios. Nokitawani yasongile teki Nokitawani yasongile teki Nokitawani yasongile teki Nokitawani yasongile teki Naimbevanisya Amaitha mako imbevanisya Gila te imbevanisya Amaitha mako imbevanisya Ongile teki Munene waita ngai wangu na unipigania. Niupigania Bwana Yesu Niupigania Bwana Yesu Niupigania Bwana Yesu Niupigania Bwana Yesu Ananiteteaga Nikipigwa vita uniteteaga Ananiteteaga Nikipigwa vita uniteteaga Hallelujah. Kimbithe chakwe kanisi akauna mwene Nimanite kimbithe chaule kanilia maitha na Yesu Kimbithe chakwe kanisi akauna mwene Nimanite kimbithe chaule kanilia maitha na Yesu Omakona mayucho koso kiletia tandia Makona mayuki manga utekwivanisya Makona mayucho koso kiletia tandia Makona mayuki manga utekwivanisya Tamudhemba ndalieli weki wemba kambunga nyaminyambu Na mwingi aniti na musumbe Mudhemba ndalieli weki wemba kambunga nyaminyambu Na mwingi aniti na musumbe Nake ngaino mwa Ame ngaino ni ukitia alamake Ngaino mwa Ame ngaino nutete alamake Munyambu ndwa amukalia utuku muima Alama ingi anisi amusumbe na ndabiti mekiwe mena mbuni madhelela vau Ninyubete tandanyeli nokitiawe ni Yesu Ninyubete tandanyeli nokitiawe ni Yesu Nani wakitu nokitiawa ni Yesu ngile teki Nokitiawa ni Yesu ngile teki Munene waita Nokitiawa ni Yesu ngile teki Kai mwene vinyawone Nokitiawa ni Yesu ngile teki Naimbevanisya Amaitha mako imbevanisya Giletea imbevanisya Amaitha mako imbevanisya Ongileteki Bwana wa majeshi mwenye nguvu na uwezo wote Niupigania Bwana Yesu Niupigania Bwana Yesu Niupigania Bwana Yesu Niupigania Bwana Yesu Ananiteteaga Nikipigwa vita uniteteaga
tunapiganiangwa na Yesu tukiwa tumenyamaza. Lakini ni lazima utambue siri. Haleluya. Amen. Nimetoka tu kudansi hiyo wimbo, maana ni wimbo unaweza dance, ni wimbo unaweza pebwa na maneno, maana ile maneno ni the word of God. Hivyo mtazamaji wangu popote ulipo, kwa jina la Yesu Kristo, ukiwa hapa Nairobi, ukiwa pale Mombasa, ukiwa pale Eldoret, ukiwa nje ya Kenya, popote unaotazama kupitia runinga yako, unaotazama through online Facebook live streaming, wherever you are, nataka nikukaribishe katika kipindi hiki. Kipindi hiki Mungu alinipa jina moja ambayo ni wakati wa kurengeshewa. The hour of restoration, time to be restored. Na popote ulipo, as long as kwa neema ya Mungu amekukubalisha ukaconnect na ukaingia mahali ulipo sasa hivi kubarikiwa pamoja nami, nina uhakika ya kwamba Mungu ataenda kukubariki kwa jina la Yesu. Inawezekana ni siku yako ya kwanza, mara ya kwanza kuungana nami katika kipindi hiki. Niseme tena karibu sana, tutembee pamoja katika ulimwengu wa kiroho, na najua ya kwamba mbingu iko kwa nyumba yako, kwa ngari yako, popote umeketi unakunywa chai, popote umeketi, whatever you are doing, I know the heavens are there. Na Mungu ni lazima atende kama Mungu. Ujumbe wa leo ni kuhusu, ni wakati wa Mungu atende. Ni binda yanga eke. It's God's time to act. It's God's time to act. Ni wakati wa Mungu atende. Haleluya. Na anayeongea na wewe kama vile unaona kwa screen yako hapo chini ni Apostle Paul KIATINE. Nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana. Ninahudumu na kanisa la Victory Breakthrough Center hapa mjini Nairobi, eneo la Embakasi, Tasia. Kanisa letu liko pale, linaitwa Victory Breakthrough Center, na kwa maelezo zaidi nitakueleza tukiendelea. Hebu tuamini na tuombe, tumshukuru Mungu kwa yote ambayo ametutendea, kwa maana amekuwa Mungu mwaminifu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Bwana kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu na Mungu mkuu, Mungu aweza wote, Mungu wa baraka zote. Bwana, angalia, umenituma na ujumbe wako kwa ajili ya mtu ambaye ako mahali kwa nyumba yake, dada, ndugu ambaye ako mahali amefiksiwa na mambo ambayo sio mapenzi yake awe katika hali hile. Na umenituma kwa mtu kama yule, Mungu wa mbingu, nikiwa shoka lako mikononi mwako kutetea yule mtu katika jina la Yesu. Nena na yule mtu Bwana, nena yule dada, nena yule ndugu. Wengine kuna yule ako kwa kitanda ya magonjwa, kuna yule ambaye anasumbuliwa na mambo ya madini, kuna yule anasumbuliwa na mambo ya magonjwa, anasumbuliwa na mambo ya the school fees of the children. Na wewe ni Mungu unaweza yote. Mungu, ninasimama hapa kama chombo chako. Tumie kinywa changu kufikia watu wako. Komboe mtu usiku wa leo, uponye mtu usiku wa leo, uinua mtu usiku wa leo katika jina la Yesu. Mipango ya adui ni mbaya. Adui ni adui, ana huruma. Adui ni adui, anatafuta kuiba, kuua na kuharibu. Lakini wewe ni Mungu uliyekuja kutafuta kilichokuwa kimepotea, ili uregeshe, uachilie uhai na uzima. Mungu, tenda kama Mungu usiku huu, na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Yes, usiku wa leo ninataka nikuja kwako kwa neno la Bwana. Neno la Mungu ambalo Mungu ameliweka kwa kinywa changu jioni ya leo ni kwamba ni wakati wa Mungu atende. Mara nyingi tunategemea watu watende, na katika hali ya watu kutenda, in the process watu wakitenda, hapo wana end up kukukwaza, wana end up kutoenda kulingana na njia vile inakaa. Na hivyo nakuja kwako nikikwambia ya kwamba kipindi ni hiki, wakati ndio huu, wakati tu tumetoka kwa kupiga kura, wakati tumetoka kwa mambo mengi. Angalia vile mambo yamefuatana. Ndio hiyo mfueka kuja kakataa, ndio hiyo vitu shule, watoto ndio wamerudi jana after 2 weeks nyumbani, na wanafunga tena, membi wakujie fee. Unashindwa utaanza wapi, unalalamika kila mahali, unalia, unashindwa nitaenda wapi. Nikio moja, si kwamba niko mbinguni, niko hapa duniani. Na hivyo tukiwa hapa, tumaini letu liko wapi? Mara nyingi tunatumainia serikali, watu wanalilia serikali,
Nafika mahali unasema namulilia rais wangu. Nafika mahali unasema namulilia gavana yangu. Nafika mahali unasema namulilia my MP, member of parliament, my senator, my all that. Lakini all in all, kama Mungu hawezi ingilia kupitia wale watu, una end up kufail. Na mchana usiku wa leo, popote ulipo, ninakuja kwako na neno moja. Ninajua naongea na watu ambao mambo si mazuri kabisa. Kuna hali inakufinya mahali kabisa. Kuna pengine watu wanakusukuma mahali. Pengine kuna mtu ambaye ni wako na amefungwa jela sababu ambazo hazieleweki. Ameonganiwa tu akawekwa jela, ako ndani without any good reason. Naongea na mtu pengine kazi ambayo unafanya haikusaidii, biashara imekwama, pesa zimekwama, haujui utaanza wapi ukienda wapi. Kama ni kuomba umeomba, kama ni kuombewa umeombewa, kama ni chochote cha kufanya as a human being umeifanya na hujui uanze wapi. Ninakuja kwako with good news tonight. Nakuja kwako na habari njema usiku wa leo. Nina neno hili moja ambayo na kabla sijaendelea sana, unajua kwamba ujumbe huu unaweza kuwa naongea na wewe una maybe runinga yako inapata hoven. Tuko live katika Facebook. Ingia pale ya Cheni utaipata, Cheni TV utanipata. Yangu kama KIATINE utanipata pale kwa Facebook, na utabarikiwa kama yule tu hapo na TV yake kwa nyumba. Ya Ayubu sura ya 14 mstari wa 7. Maandiko yanasema na kuna tumaini ya mti ukikatwa utachipuka tena. Nirudie tena. Job chapter 14 verse 7. Bible inasema there is hope for a tree. Na hapa nimekuwa nikiwaza sana, kwa nini mti hausumbui yoyote? Mti hausumbui, ni wewe unasumbuliwa. Mti hausumbui mwanadamu, mti hausumbui serikali, mti hauitishi kitu. Lakini maandiko yanasema kuna tumaini. Na naongea na mtu ambaye kipindi kilichopita pengine tumaini yako imefika mwisho. Maisha yako imegonga ukuta. Mambo yako imegonga ukuta. Ukiangalia juu hauoni msaada. Ukiangalia angoa, ukiangalia husband, ukiangalia yoyote ulikuwa unategemea, hakuna msaada. Umefanya kazi au hujalipwa miezi kadhaa. Umekaa katika hali unashindwa utatokea wapi. Rent imeshikana ina miezi kadhaa hujalipa. Kwa duka mahali unachukua chakula una miezi kadhaa hujalipa. Makusudi karibu ukatazwa kupewa chochote. Na kuja kwako na habari njema usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Nimetumwa na Mungu na akaniambia nimekutuma. Nimekupaka mafuta mwanangu, ninakupaka mafuta. Uende kwa watu ambao siku zao ni ngumu. Wamepitia mambo mengi magumu lakini bado wanalia. Wanalilia watu, wanaangalia watu, na ndio mtu akimfail anasikia depression, anasikia go depressed, anasikia pressure na anajua machini. Sikiliza mtoto wa Mungu kwa mahali ulipo. Kama Biblia inasema kuna tumaini ya mti ukikatwa. Mtu umekatwa by mistake, mtu umekatwa by mtu akitaka ili njia patikane pale, yule mti kuna matumaini. Na kama kuna matumaini ya mti, nataka nikwambie pia wewe kuna matumaini kwa maisha yako. Haijalishi ni miaka ngapi umekaa katika hali kama hii. Haijalishi watu walisema nini. Maana unaweza kuwa maisha yako yamekatwa, kukatwa na maneno, ukaambiwa haiwezekani, ukajengewa vitu ambazo unashindwa utazipita na namna gani. Apostle Paul KIATINE mtio mafuta wa Mungu ametumwa kwako popote ulipo, katika hicho chumba, katika hiyo ofisi, katika hiyo ngari, popote ulipo, with good news ya kwamba there is hope. Kuna tumaini. Nasema kuna tumaini. Leo nasimama hapa by faith. Faith ni sasa, tumaini ni kesho. Faith ni sasa, hope ni kesho. Na najua ya kwamba wale wametamani ufungiwe hiyo nyumba, wale wametamani mambo yako yaharibike, wale wametamani maisha yako idhoofike, wale wametamani watoto wako wafukuzwe shule, wale wametamani ufutwe hiyo kazi, na kuja na habari njema leo, mipango yao itaenda kuwa nullified. Ndio umejaribu kila kitu, kama ni loan umeitisha, kama ni loan umeitisha na imeshindikana jinsi ya kuilipa, inaenda bado ulitarajia kupata pesa imekwama, na sasa unataka utopa, wamekataa, hawataki kukusikiza. Na kuja kwako leo na habari njema, ni kuambia ya kwamba umefanya ya kwako, umechukua hatua kama mwanadamu, umechukua hatua kama mama, umechukua hatua kama baba, umechukua hatua kama kiongozi, lakini mahali imefika, it is the time for God to act. Ni wakati wa Mungu afanye kazi. Angalia nami kitabu cha Zaburi 119. Angalia nami Psalms 119.
Angalia Biblia yako Samson and Dean. Some mstari alafu tunaendelea. Maana unaangalia unashindwa, kwani Mungu ako wapi? Kwani wakati unalala njaa Mungu ako wapi? Umepiga kura last week, ukitarajia mambo ndio, umechagua mtu mpya au karibisha mtu mpya, na alikuahidi kitu, amekuahidi kazi, amekuahidi mambo mengi. But let me tell you something, unless Mungu aingilie mipango ya watu ngeuka. Na nataka usiku wa leo tunapoenda kushukuru Mungu kwa amani, nataka usiku wa leo, inawezekana uliyechagua sio ule ulitaka au kupita, ama ule ulikuwa unataka, yani mambo iko yana vile unataka, ama ilienda mzuri. Sasa unauliza itakuwa lini kesho, na unjui utaanza wapi. Na kuambia there is time, Mungu sasa akatende. Umetenda ya kwako, umeapply kazi, pengine umesomesha watoto, pengine mama watoto wote wamegraduate, mzee ana barua nzuri za kazi, mmejenga kila kitu iko, lakini hamuna amani kwa ndoa. Kila kitu iko, kama ni kuombewa umeombewa, kama ni kutabiriwa umetabiriwa. Leo niko hapa naenda kupiga magoti niombe watu, ndio, lakini kuna kipindi sasa, na ni sasa ya kwamba Mungu akatende, ya kwamba Mungu akatende. Anasema hivi Daudi, Psalms 119 mstari ule wa 19, wa 20 ya 126, sijui tutaweka namna gani. Psalms 119 verse 126, Zaburi 119 mstari wa 129, inasema hivi kwa Kiingereza: it is time for the Lord to act, for your law has been broken. It is the time for your God. Sijui wakati unasikia mambo inasemekana Mungu kutenda, you have already done what you can do. Unaweza kuwa umejaribu mambo yote umefanya as you, kama wewe, lakini unaangalia mbele, unaona mliosoma nao wako mbali sana kukushinda. Mnaofanya kazi nao unashindwa, kwani wanalipanga usiku, wewe ukiwa mchana ulipe ama namna gani? Kuna mahali umeangalia mtu, especially maybe sasa hivi wakati kama huu, umeenda nyumbani ukakuta mliosoma nao, mliolewa wakati moja, wamejenga, wamenunua ng'ombe, wamenunua magari, wameanza mambo, lakini umekwama. Ni nini? Huku umeokoka, huku unamjua Yesu, huku umeombewa, mambo ni mazuri, lakini unashindwa. Ama pengine ni ugonjwa, daktari masindano amekudunga 15, kama ni mandawa umetembea nayo, umekunywa, lakini hakuna kitu kinaendelea. Kama ni kutabiriwa, umetabiriwa na unashindwa ni kitu gani inaendelea in your life. Watoto wako wanashindwa, kwa nini hawana kazi? Umewasomesha, wana barua nzuri, ama wana kazi, lakini pesa wakipata ikusaidii. Unaweka mfuko inapita. Ni nini inaendelea? Na kuambia wakati umefika, na ni sasa Mungu aende akafanye kazi. Haleluya. Nasimama hapa kama mteule, kama sauti ya Mungu, ni kuambie wakati Lazaro alikuwa alikufa na akazikwa na watu na wakasema imekwisha, lakini wakati wa Mungu wa kufanya kazi kwa maisha yake ulipofika, alisimama Yesu akasema, Lazaro toka huko. Na mimi nakuambia leo, wakati wako kutoka mahali watu wamekuweka umefika, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni nani alikamata mateka utajiri wako, haijalishi alikamata miaka ngapi, ama aliyekuroga, ama aliyefunga kwenu. Maana kuna watu kazi yao ni kuchota michanga, wanaenda wanafunga watu. Haijalishi wako hai ama walikufa, haijalishi wanakufuata usiku na mchana. Wakati wa Mungu kwenda kufanya kazi ni sasa. Usijilinganishe. Inawezekana aliyekuwa mbele yako alishindwa, aliyekuwa akafuata aliye mbele alishindwa, mambo yalikwama. Mkiangalia hivi ni giza, mkiangalia hivi ni giza. Nataka tukaamini wewe usiku wa leo ya kwamba Mungu
Umesema ni wakati wako wa kutenda, maana walijaribu kufufua Lazaro wakashindwa. Yesu akakuja akamfufua. Zakayo kapanda juu ya mti, akajipandisha juu ya mti ili Mungu amkumbuke. Alipofika Yesu akamwambia Lazaro shuka. Nasema wakati wa Mungu ukifika, hata cross nani, hata zuia nani, hata uwezo. Wamejaribu kukuua, wamejaribu kukuwekea sumu, wamejaribu kufunga mambo yako, lakini Mungu bado amekutetea. Ni wakati wa Mungu atende kitu mpaka waone katika hiyo biashara, katika hiyo ndoa, katika hiyo huduma, katika hiyo kazi. Unafanya kazi, mshahara ni ya chini, yani mshahara ni ya chini. You are trying the best you can. We know the level of kwenu wale umezaliwa. Maybe wewe ni msichana, hakuna vijana mara pale. Unatembea kama msichana na huko unatembea kama kijana. Maana walisema your mama, walisema your father. Na kuja leo waliokuwa wanakusimama, kipindi cha Mungu kuwasima kimefika. Kipindi cha Mungu kuongea, wameongea sana, wamewawekelea sana, wamewachafua sana, wamenena mabaya sana. Nimetumwa na Mungu kunena neno moja, kunena neno moja. Nasema kunena neno moja, kama yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka mingi. Biblia nasema walifanya kazi yao, warogo wakafanya yao, madaktari wakafanya yao, lakini wakati wa Mungu ulipofika akangusa. Hata Mungu akuongea akangusa. Haleluya, akangusa upinde. Naomba biashara yako inguse upinde wa Yesu. Naomba ndoa yako inguse upinde wa ndoa Mungu ya Yesu. Naomba Mungu anene na atende kwa hiyo biashara ambayo haisongi. Wengine wanauza lakini hauzi. The time has come for God to act in Jesus name. Hallelujah. Mpendwa, nina habari njema kwako. Haijalishi kipindi kingapi umekaa katika mateso. You know, wengine ni madhabahu. Mahali baba yako aliachia program, amefika hapo. The first one ameanza hapo, au amumalizangi kwenu. Yani kile kilianzishwa kiishi. Mwingine anaachia katikati, mwingine anachukua kabla wakati kuisha, mwingine anaingilia. Ni madhabahu. Na kipindi cha Mungu kikifika, haijalishi madhabahu alijenga ni akina nani. Maybe ni shushu yako alijenga, maybe ni mchawi tu fulani alijenga, ya kwamba mjaribu lakini mtaenda mahali. Ni kuzunguka tu mahali pamoja, ni kuzunguka. Mmesikamatwa na roho ya almost there but you are never there. You see where you are going is here, lakini haufiki mahali pale. Unaidiwa pesa, msaada, unaacha kila kitu imeisha. Ukifika asubuhi unaambiwa ngoja. Sasa imemaliza miezi 2, imemaliza miaka 2. You are almost there but you are never there. Mmekamatwa na roho ya kutolewa, roho ya kutooa, roho ya pombe, roho ya maradhi. Nimekuja na good news kukuambia it is the time for God to act now. Surrender. Jiachilie. Achilia mali yako. Una utajiri lakini hauna amani. Una vitu hauna amani. Nakuja kwako, sina muda mwingi, lakini nakuja tu nikwambie, hata kama ningefunguliwa tu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Rosi kesi. Yani hata kama angenifungulia dakika moja, nikwambie umefanya vyote. Sasa acha Mungu afanye. Let God act. Mimi nimepita, nimepigana. Kuniangalia hivi, mimi si mtu wa hivi, ni mtu wa maombi. Napenda maombi. But inafika mahali unaomba na unaambia Mungu tenda. Nimekuja kuambia achia Mungu sasa. Achia Mungu. Mwachie moyo wako atende. Mwachie hiyo kitu atende. Ninataka nikubariki leo kabla sijamaliza, maana masaa yangu hakuna. Kipindi hiki nimebadilisha kila program. Nitakuwa nikiingia kila Friday hiyo masaa. Wewe jipange tu. Na hali tumefika ndipo tunaanza. Watoto wamerudi shule, hujui utawalipia nini? Wameenda, hujui utalipa nini? Umeongea na mwalimu last time but one, hujui kutaendaje? Mungu atawashikilia. Maana wakati wa Mungu atende. Mzee amefanya kazi alipwi. Wengine analipwa alipi, ama analipwa anapokona anaweka mfukoni na pita. Na kuja kwako na habari njema. It is the time of God to work. Hata kama kwa hiyo duka yako walichimbia kitu kwa mlango, wateja wakikuja wanapita, wakikuja wanapita, wataenda kusimama sasa, wataenda kununua sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama hawakukuua jana, hawatakuua leo. Kama hawakuimaliza jana, hawataimaliza kuanzia leo. Kwa jina la Yesu, nataka nikuombee. Nataka tuombe. Una mahitaji very special. Una mambo nataka tuombe. Nimepeana mpaka namba yangu ya simu.
kwa screen yako namba ya simu ambayo unaweza nifikia nayo kwa mahitaji yote unataka tuombee, mambo unataka tuongee, na hiyo namba WhatsApp ndio utaipata 0721 741710. Nimeona hakuna haja na kuja na kuletea habari nzuri, unabaki ukishinda utaanza wapi? Hiyo maana muda hapa hamna. The number is down there. Hiyo namba hiyo, waje maneno mengine kwanza. Chukua hiyo namba weka mahali. Usinipigie sasa hivi. Maana sasa hivi niko kipindi cha kukuambia, niko hapo live. Hakuna kitu nimerecord. Nimekuja hapa kukuambia live ya kwamba now is the time. In the name of Jesus. 0721 741 710. Nitapenda nikuhudumia kupitia simu. Nitapenda nikuhudumie kupitia SMS yako kwa neema ya Mungu. Maana Mungu hufanya kazi kwa imani. Nimefika hapa kwa imani. Nimetoka mbali kwa maombi. Na nikuje nikwambie wakati wako wa kufanya umeisha. Maana umeng'ang'ana, wacha Mungu afanye kazi. Na utaona vile imeita Lazaro tu akatoka, Lazaro atafufuka. Mambo yako yatafufuka. Chukua hiyo namba. Andika mahitaji yako ambayo unataka kuandika tuombee. Nipigie, lakini si sasa hivi. Usipige sasa hivi, maana sasa hivi nikitoka hapa niko na mambo mingi. Niongeleshe. Andika ujumbe na hapo hata kama waliongana. Oh my God, I feel something in my heart. Nasikia kitu. Maana kuna watu wameunganiwa. Mkae maisha sio yenu. Umebadilishwa maisha. Waliongana, waliuza ng'ombe, wakapeleka kwa mganga, wakapeleka kwa lawyer, mfugo bure. Wakapeleka kwa wachawi, wameungana. Isikutishe anymore. Maana sadaka ya damu ya Yesu Kristo itaenda kuokoa nyumba yako mama. Sadaka ya damu ya Yesu Kristo aliyotoa pale Kalvari itaenda kuokoa maisha yako. Itaenda kuokoa hiyo ndoa. Itaenda kuokoa hawa watoto ambao hawalali, wananyongwa usiku. Oh my God. Nataka nikuombee. Uwe umeokoka ama hujaokoka. Nasikia niko na neema ya kufungua watu usiku wa leo. Unaniangalia kupitia Facebook ukiwa popote ulipo. Kuna ugonjwa umetumia pesa lakini hauponi. Jaribu Mungu leo. Tutakapofika kipindi, nisikilize. Tutakapofika kwa kipindi cha kutoa sadaka, shika sadaka maalum kulingana na wewe. Maana umetumia magonjwa mengine si magonjwa. Pressure zingine sio pressure. Ni uchawi. Kifua kikuu, TB zingine sio magonjwa. Ni kitu imewekwa na adui ya kukula pesa yako. Sasa nataka ukamjaribu Mungu kwa imani. Maombi nitakuombea leo. Masaa yangu yamekwisha. Nataka ushike TV yako kwanza tuombee wale wagonjwa, wale watu ambao mambo yao yamekwama. Kuna jambo lako limekwama, ngusa your screen, inguse in the name of the Lord. Kazi umeidiwa miaka mingi yendi. Vile pension yako imetokea na ndio kuna njaa na wanaendelea kukufinya. Ndio mambo ina ngumu, mama uko mwalimu nyumbani, mtoto wako anasoma hapa, wamekataa kukulipa. Mambo imekwama, anataka umtumie pesa ili alipe nyumba, mambo imekwama. Kile kitu ulikuwa unataka kutenda ili walipie shule, ili walipie whatever they are doing, imekwama. Nataka tukuamue leo katika jina la Yesu. All the impossibilities, joblessness, sicknesses, curse zote, amini Mungu pamoja nami. Hata kama umejengwa madhabahu 100, Yesu anaweza kuyapomoa in 1 hour, in 1 minute, in 1 second. If you can believe, kama utaamini, nguza TV yako. Baba, katika jina la Yesu. Usiku wa leo, Psalms 119 verses 126. Umetuambia it is your time to act. Nimenena hiyo neno kwa watu hawa. Na Baba, ninaomba tu kwa mapenzi yako, hata kama utaokoa wote kulingana na mambo unapitia, okoa huyu ambaye amengusa runinga yake na kuamini maisha yake sio ya kukaa ikiteseka. Muondolee magonjwa, muondolee madini, muondolee fitina, muondolee uzito wa kifua katika jina la Yesu. Pressure zikaondoke, madhabahu ya kuzikana kila mwaka ikapomoke usiku wa leo katika jina la Yesu. Na achilia neno kama Bwana, ninasimama hapa kama silaha yako kung'oa ufalme wa giza, kuang'oa ufalme wa mapepo na kupanda ufalme wa ushindi katika hii family na ng'oa. Lakini nitakuombea nikitumia ile namba. Make sure ile namba umetumia ni yako.
Ama kama sio yako useme ni nyingine. Na I make sure nitaitumia kesho na kuendelea kukupigia na Mungu atatenda. Ishike sasa, na wale umetoa, shikilia simu yako. Mambo yako lazima yatanyooka kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, na bariki mtu huyu. Na bariki biashara zao, sadaka zao usiku wa leo. Ni kazi zao, sadaka zao, ni biashara zao. Baba, ninawainua kwako sadaka hii ambayo wanatoa, kama ile yule mama aliyekuwa amebaki na mafuta kidogo na akatoa na haikukauka. Wacha wakaweze kustahimilika katika kazi zao. Mwingine anatoa akose fare ya kesho, lakini Bwana mshangaze, kwa maana mafuta ulionipaka sio ya kukausha, sio ya kukauka, ni ya kuinua generations, ni ya kuinua biashara. Sadaka hii ikatetea hii familia, ikatetea huyo mama, ikatetea watoto katika jina la Yesu Kristo. Hata wale hawana, mbariki kazi ya mikono yao kwa jina la Yesu. Amen. Lini naweza kukuona na nafasi ya kuongea na wewe? Uwe Mombasa, uwe Kilifi, popote ulipo in this Kenya, wherever. Every Tuesday and Thursday ni siku yangu kukaa madhabahuni kuombea watu na kuona watu. Ulio karibu na Nairobi, unataka tuombe pamoja nao, karibu sana. Tuko hapa Nairobi. Tuko hapa, nipigie hiyo namba.